Okay bwana, Jemo anamtupia lawama zote bwana mkubwa Yusufu kwa sababu alikuwa anajua uhusiano wa Hashim pamoja na Doigu. Hasa mwisho wa siku naye bwana Deva anamtupia lawama. Sikiza, kama ulikuwa unajua kwa nini kutuambia? Labda nikwambie ili waje. Wakati huo mwanamke wako tu wenyewe amulani bwana mkubwa alimind kinoma noma. Ila bibi Azizi alifika pale na kugonga order. Ambia hivi, nataka kuongea na Jemo. Jemo yupo ambia ndio. Wapo juu, sikiza kwanza. Nataka hakikisha anakuwa sawa. Alafu haya mengine tutafuata. Nataka nilikenga mmalizane na huyu mdogo wangu. Bwana mkubwa alimind kinoma. Mwisho wa siku bibi akafika paka juu. Jemo ambaye dada, tafadhali naomba tukae hapa chini. Niko katika mood mbovu kabisa. Mwisho wa siku dada akaanza sasa kushambuliwa na kila mtu pale. Wewe unafanya hivi kwa ajili ya kujilinda familia yako. Hivi na hivi. Tupia lawama. Wote wanamchangia kuhusu Doigu. Sasa mwisho wa siku bwana, yale maneno kwa anamchangia bwana bibi yule Doigu, huyu bibi Azizi. Bibi akana apokea kabisa yale mazito. Ila mwisho wa siku sasa bibi akaanza kumshambulia. Nilimwambia sikiza, mbona yule kuhusu Vera kuniambia? Sasa mbona sikiza. Vera na uhusiano gani? Anambia sikizeni, hawa watabaki hapa kwa kwamba sikiza. Wewe uweze kula chochote. Uweze kula chochote mtu yake peke yake. Mwisho wa siku bibi yule akasepa. Sasa kusepa bibi yule, Deva anakamua. Anambia sikiza, tazi lako ni moja tu. Unajali kuhusu wewe. Uone umuhimu wangu kwako. Anambia sikiza, mimi na wewe tutaongea nyakati nyingine. Deva anambia nyinyi mnaenda pia kulikoni? Anambia sisi brother tutoke ndo tule. Tafadhali na kwamba turuhusu tuende tukafanye kazi. Sisi sio mabosi kama. Akaambia sikizeni, msijali, mpo na mimi. Sasa kwanza leo nataka tumchanganye dada yenu. Nataka mje mfanye kazi katika hoteli yangu. Umeelewa? Utafanya kazi kama fundi, umeelewa? Usijali. Anambia kweli bana. Anambia sawa. Mwisho siku akakumbatia. Anambia sasa tunaenda kwa kitu kimoja. Kwa upande wa pili, familia ya bwana mkubwa ya Vuzi inapata ugeni kutoka kwa jamaa Firat, ambaye huyu jamaa amekuja kuwapa taarifa kwamba mama yake amefariki. Mwisho siku bibi anamwambia pole sana. Mwisho siku mama mtu Nzongaya anamwambia sasa kwanza leo mimi ni mama yako. Sasa kwa upande wa pili ya Vuzi ambaye kwa nini umekuja? Ambaye nimekuja kwa ajili kumalizana na bwana mkubwa Vaha babake na Deva. Anambia basi ungenipa taarifa. Sasa jioni yake ilipofika wakakaa chini wakapata chakula. Anambia sikiza, uliniambia unataka kumalizana na bwana Alaz. Anambia kivipi? Anambia huyu bwana Alaz ile hoteli aliyojenga wamejenga katika eneo la babangu. Huo ndio uthibitisho. Nataka sasa nichukue mali yangu. Bibi mama mtu Zungai alichukua ile barua na kuisoma kuona vile sasa shemeji mimi na yeye tunadui moja. Anambia ndio. Kwa hiyo mimi sina shemeji na watu wajinga kama hasa Fira. Tunakuahidi lazima tupambane. Kula kwanza kabla chakula kijapata ubaridi. Sasa upande wa pili bwana mkubwa Deva naye huko anapata kuitwa na wazazi wake. Anambia sikiza mwanangu, ulikuwepo hapa? Anambia nilikuwepo kwa kina Aziza, kila kitu kimeenda sawa mwanangu, situambie. Anambia kwa nini mama? Kila kitu nimeambia kishaenda sawa. Hata kama wako zangu je kufanya kazi hapa. Anambia sikiza, inabidi umtaliki yule mwanamke nikutafutie mwanamke mwingine kutoka madini. Sasa kwa upande wa pili Aziza na wenzake walikuwa wanakula chakula cha jioni. Bwana mkubwa Jemo anakuja kumwambia kesho tutafanya kazi wote kwa Deva. Bibi yule kusikia vile Aziza alikasirika kinamwambia kwa hiyo nafanya hivyo kunikomoa. Kaambia hapana dada. Mwisho siku Jemo akaondoka. Ile Jemo wakati anaondoka akafuata na bibi Doigu. Bibi Doigu anamuomba kuongea naye ili aweze kumsamehe, lakini bibi yule alikataliwa, alitolewa nje. Lakini bibi yule akijitetea kwamba sina wasiwasi yote na Hashim. Bibi yule alitolewa nje. Akizidi kumzuia bibi yule alitolewa nje. Mwisho siku wakati na mazungumzo yanaendelea, bibi yule Melissa kule juu alikuwa anafurahia kitendo kile cha kukataliwa kwa bibi Doigu.